Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu, ikiwa ni saa 6 kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na saa 7 huko Afrika Mashariki. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote tunaoshirikiana tuwe pamoja hadi mwisho. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Hamas yasema imebadilishana na Israel orodha ya mateka wao na wafungwa wa Kipalestina watakaoachiwa. Mashambulizi ya Urusi na Ukraine yasababisha vifo vya watu 5. Na waziri mkuu wa muda wa Ufaransa Le Cornu asema uwezekano wa bunge la Ufaransa kuvunjwa ni mdogo. Habari kamili. Tel Aviv. Kundi la wanamgambo la Hamas limesema leo kuwa limebadilishana na Israel orodha ya majina ya mateka na wafungwa wa Palestina watakaoachiwa chini ya mpango wa kubadilishana wafungwa na mateka. Wanamgambo hao vilevile wamesema wana matumaini kuhusiana na mazungumzo ya kusitisha mapigano yanayoendelea huko Misri katika mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuvimaliza vita vya Gaza. Kulingana na chanzo cha Kipalestina kilichoko karibu na mazungumzo, muda wa kutekelezwa kwa awamu ya kwanza ya mpango huo wa hatua 20 wa rais Trump bado haujakubaliwa katika mazungumzo hayo yanayofanyika katika mji wa Sharm el Sheikh. Haya yanafanyika wakati ambapo jeshi la Israel limezuia msafara wa kundi la boti 9 unaopeleka msaada Gaza mapema leo katika bahari ya Mediterania. Ripoti zinaarifu kuwa wanaharakati 145 wanaoripotiwa kuwa katika hali nzuri ya kiafya wamekamatwa na wanapelekwa katika ufukwe wa Israel kwa ajili ya kurudishwa makwao. Haya yanafanyika baada ya wanaharakati wengine 450 akiwemo Greta Thunberg kuzuiwa kuingia Gaza wiki iliyopita kwa ajili ya kutoa misaada. Kiev. Mashambulizi kati ya Ukraine na Urusi katika pande zote mbili leo yamesababisha vifo vya watu 5. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka za nchi hizo. Gavana wa jimbo la Belgorod nchini Urusi linalopakana na Ukraine amesema kombora la Ukraine jimboni humo limesababisha vifo vya watu 3 katika kijiji cha Maslova Pristan kilichoko umbali wa kilomita 15 kutoka mpakani. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema mashambulizi ya Ukraine nchini mwake hayatosaidia kwa vyovyote katika vita hivyo. Adui licha ya majaribio kadhaa ya upinzani anajiondoa kutoka eneo lote la mpakani, na kutokana na hili utawala wa Kiev ambao unataka sana kuonyesha mafanikio kwa wafadhili wake wa magharibi unajaribu kuwashambulia raia ndani ya Urusi. Hili halitosaidia kamwe. Wakati huo huo, shambulizi la Urusi katika mji wa kusini mwa Ukraine wa Kherson limewaua watu 2. Haya ni kulingana na gavana wa eneo hilo Vyacheslava Gladkov. Urusi imerusha takriban droni 183 katika eneo la Ukraine kati ya jana Jumanne na hii leo Jumatano. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Paris. Waziri mkuu wa muda wa Ufaransa Sebastien Lecornu leo amesema kuwa uwezekano wa kuvunjwa kwa bunge la nchi hiyo ni mdogo kwa sasa baada ya kufanya mazungumzo na vyama tofauti vya kisiasa. Lecornu anasema kuna nia ya pamoja ya kupitisha bajeti kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Waziri mkuu huyo anasema atakutana na Rais Emmanuel Macron baadaye leo kujadiliana kuhusu matokeo ya mazungumzo yake na vyama hivyo vya kisiasa. Awali waziri mkuu wa zamani na mwandani wake wakati mmoja Edouard Philippe alikuwa amemtaka Rais Macron ajiuzulu. Philippe amesema uchaguzi nchini humo unastahili kuandaliwa mara tu bajeti itakapopitishwa. Addis Abeba. Ethiopia imeituhumu Eritrea kwa kuungana na kundi moja la upinzani lenye msimamo mikali katika kujiandaa kuanzisha vita. Haya ni kwa mujibu wa barua kutoka kwa wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo iliyoonekana na shirika la habari la Ufaransa AFP. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia amemwandikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres
akimwelezea kwa ushirikiano kati ya serikali ya Eritrea na chama cha TPLF ambacho kimepigwa marufuku ya kushiriki uchaguzi kwa miaka 30 umekuwa wazi katika miezi michache iliyopita, na kwamba wanapanga kuanzisha vita dhidi ya Ethiopia. Ethiopia vilevile inaituhumu Eritrea na TPLF kwa kufadhili, kuhamasisha na kuyaelekeza makundi yenye silaha katika eneo la Amhara ambako jeshi la Ethiopia limekuwa likikabiliana na waasi kwa miaka kadhaa. Na hatimaye Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 16 amewaambia maaskofu wa Marekani waliokuwa wamemtembelea huko Vatican leo kuwa wanastahili kuzungumzia jinsi sera kali za Rais Donald Trump zinavyowaathiri wahamiaji nchini humo. Hili ni shinikizo la hivi karibuni la kiongozi huyo wa kidini katika suala hilo. Wakati wa mkutano na maaskofu hao na wafanyakazi wa kijamii kutoka mpaka wa Mexico na Marekani, Papa Leo ambaye ndiye kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kutoka Marekani alikabidhiwa dazeni kadhaa za barua kutoka kwa wahamiaji zinazoelezea hofu yao ya kurudishwa makwao chini ya sera za utawala wa Trump. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW